Karibu ndugu mtazamaji wetu wa RS Channel TZ. Leo katika triki, kama nilivyokuambia, tuko katika triki advance. Sasa hivi ulimwengu tuliokuwa nao unahusiana sana na ulimwengu wa AI. Tumepata kuona kusikia kwamba AI ni jinsi gani ilivyokuwa tishio, ipo kila mahala, imekuwa tishio, ipo kila mahala. Sasa sitaki kukwambia hii ni mbaya au nzuri, ila nachotaka kukwambia kuna baadhi ya matukio yamedhihirika kuwa AI zinatumika, kama ukiangalia baadhi ya mashambulio hususani kama Irani, imekuja imegundulika cloud AI imetumika katika kufanya shambulio. Kwa hiyo tunaanza kuona kwamba AI ni jinsi gani ni tishio, sio tishio la kitoto, ni tishio serious. Sasa mimi kama kawaida, mzee wa triki, nimekuja kukuletea triki ambazo hujawahi kufikiria kama inawezekana, au hujawahi kufikiria kama ni vipi. Kwa hiyo usikae mbali na chaneli yako, kaa karibu zaidi na RS Channel TZ. Kumbuka chaneli hii imekuja kukusanua vitu mbalimbali. Sasa kwa wewe mtu wangu unayezingatia security katika laptop yako sasa hivi, pia haswa hususan Windows 11 wamekuja na kitu kinachoitwa Copilot. Copilot hiyo AI, lakini simu za device zote zina ChatGPT. Kuna AI ziko nyingi mno kiasi ambacho hiyo ChatGPT, Gemini zipo kwenye kila simu na kwenye laptop ndio hiyo Copilot, na zipo nyingi kila mahala, smart TV kila mahala. Sasa swali linakuja, kwa nini mfumuko umekuwa mkubwa wa AI na zipo kila mahala? Hapo tunakuja kuona ni jinsi gani tunahitaji kwa watu ambao wanazingatia masuala secure. Nimeona ngoja niwape triki hii leo. Katika triki yetu tunaenda remove AI tools. Sasa twende sambamba. Triki yetu inaanzia hapa. Hapa bwana, utaandika Windows. Kumbuka unatakiwa uwe mtandaoni online. Utaandika remove Windows AI. Uzuri imekuja hapa, remove Windows AI. Kuna mtandao hapa juu umekuja, click huo, fungua huo mtandao, shuka chini. Hapa kuna maelezo hapa, nafikiri kwa DC maelezo haya maelezo anasema disable Copilot, yale hiyo disable Copilot, lakini disable recall, disable hiyo Copilot in Edge image na nini na kadhalika. Sasa shuka chini, tunazitoaje hizo Copilot kwenye laptop zetu? Hapa umefika, linki hii hapa juu kabisa, ama nyingine hii chini kabisa. Unachotakiwa copy kama walivyokuelekeza, copy then washa PowerShell. PowerShell, run administrator PowerShell yako. Run administrator. Usishangae PowerShell yangu imekuwa nyeusi. Hata wewe ukitaka PowerShell, manake kwa kawaida PowerShell ina rangi ya blue na maandishi meupe, lakini njoo hapa property juu kabisa kwenye icon ya PowerShell property, then kwenye property utaweka small au medium au red, ya maandishi makubwa au madogo ama na nini. Mimi ngoja nikuwekee red. Utaenda kwenye font size, mimi nimeweka 20, wewe utaweka zaidi. Kuna layout hizo, alafu kuna color background, mimi nimeselect black ambaye ni background hapa, lakini screen text ambaye haya maandishi nimeselect kijani. Kwa hiyo unaweza ukaibadilisha PowerShell yako ikawa ina muonekano mwingine. Sasa kumbuka, tuanze mwanzo, naona nisha kupoteza. Tuanze mwanzo.
trick yetu inaanzia, tunaitoa Copilot kwenye laptop. Wewe ambaye unielewi, inaonekana bado hujafika level hii, maanake nilikwambia tuko kwenye level ya advanced na professional. Sasa hii level kwa mtu wa kawaida, wewe unaweza usinielewe nini nafanya, ila watu ma advance na professional washanielewa nini na maanisha. Andika hapo remove window AI, imekuja mtandao kama huo na GitHub remove Windows AI. Utasoma maelezo lakini twende nashuka chini kama nilivyokuambia hapa, disable register keys hizo. Kwa hiyo kuja chini, copy hii link, then iwashe PowerShell yako, run administrator, kisha ile linki ipesti hapa, tumeipesti hapo, enter. Hapa kuna maelezo mbalimbali, maelezo hayo yote yakiashiria udisable hizo Copilot, na pia unaweza ukaselect hapa kuinstall kitu ambacho umekipenda. Hizi program zao wanaokupa ziko salama zaidi. Mimi naweza nikaselect hiyo, apply, okay. Kwa hiyo kitachofanywa hapo, PowerShell imeremove hiyo voice hiyo na kadhalika. Remove voice assistance, kama unavyoona nimeselect hapo. Hii pia ikishamaliza kufanya hiyo removing AI hizo tools, nimeselect hii pia ije iniingizie hiyo hapo. Nafikiri kazi imeisha. Tunaenda hatua ya pili hapa. Hatua ya pili ni maliza kudisable. Hatua ya pili itaniingizia hii software ambayo nimeiomba hapo iniingizie. Kama navyokwambia, triki hii si za kitoto. Wewe mtu wa kawaida utaona nafanya vitu kama mtoto, lakini kwa watu wanaelewa nini teknolojia na dunia gani tuliyokuwepo sasa hivi, wananielewa nini nafanya na nini nawasaidia. Hapa mimi nawasaidia kitu kikubwa sana kuliko unavyozania wewe mtu wangu. Nasaidia kuclean PC yako, kutoa vitu ambavyo vinafanya upande wa pili. Kama nilivyoanza hapo awali, AI pande sisemi mbaya, lakini sisemi pia mzuri, inategemea wewe. Na haswa hapa trick hii nimemlenga mtu ambaye anataka kuwa safe, anataka kuwa salama katika vitu vyake anavyovitumia, basi asiwe select. Kwa maana AI upande wa pili zinafanya kukuchunguza wewe, na ukiwa select zinakuripoti, zinakuchoma. Umeshaona? Kwa hiyo ni upande fulani tunaona
zinafanya vitu hatari, ni sio vitu vya kawaida. Kwa hiyo sasa wewe mtu wangu unaopenda kujilinda na hivi vitu, chukua triki hii. Hii triki kubwa sana. Hii ina download kama kawaida, ina download ile hapo ambayo nimetaka niingizie. Umeshaona, ina install ile classic point. Umeshaona, kwa ajili ya nina matumizi nayo hapo baadaye. Ikishamaliza itakwambia restart ili kufanya hizo update. Sasa hiyo wewe ukirestart, kwa sababu mimi na rekodi siwezi kufanya hivyo, nitasema no, ila tunaiangalia hapa imefanya vitu gani. Hapa tukishaangalia kama kitu cha kwanza imeanza kukili AI processes hiyo, lakini ka disable copilot ile nilokuambia and recall na kadhalika. Ka disable copilot in Windows search. Unapo search jambo fulani alafu window inamalizia, haimaanishi kwamba window inajitambua, bali hii AI ndio inatambua nini unapendelea kusearch, yenyewe inamalizia. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, upande wa pili AI inakusoma wewe ni nani na unapendelea vitu gani. Na pia upande wa pili inakuripoti kama ukiwa select. Kwa hiyo hivyo kama tulivyoona, wewe mwenyewe utayasoma haya maelezo, utayasoma mwenyewe kwa muda wako. Kama utaweka pause video hii utayasoma, na kama utafanya mwenyewe kwa vitendo huko utaona, utasoma. Lengo langu na wewe uingie ufanye hichi nilichokifanya. Trick ya pili, hiyo ni trick ya kwanza. Trick ya kwanza kama tulivyosema, utaingia katika mtandao huu, utaandika remove. Hii hapa remove Windows AI, itafunguka huu mtandao hapa GitHub. Then ukishafunguka huu mtandao utashuka chini, utasoma maelezo kwa muda wako, utasoma, itakwambia ni kitu gani na itakupa maelekezo nini cha kufanya. Unachotakiwa wewe ni kukopi hii hapa linki, then utakuja utawasha PowerShell, utarani hapa administrator, usharani administrator, utakuja utaipesti hapa, utaklik enter, itakwambia removing AI by hivyo. Hapa wewe uta-apply, itafanya hiyo kazi. Copilot siyo nini, vyote vitaondolewa. Mtandao wa pili hapa tunabaki hapa, andika crisis, crisis, T yani tools, Windows tools, kama mtandao ulipokuja Windows tools. Kuna mtandao huu hapa juu kabisa, then huu utaufungua kama mimi nilivyofungua, naye utashuka chini hapa. Kuna maelezo unaweza ukasoma mpaka chini. Utakopi linki moja hapo kati ya hizo mbili. Mimi nimekopi hii ya juu. Washa ile PowerShell, washa PowerShell yako, PowerShell yako, run administrator, and then utapaste hiyo linki, click enter. Tuko sambamba squad C, twende sambamba. Wewe ni advance sasa hivi, unaelewa nini tunafanya. Twende sambamba. Wewe ni advance. Wewe kama unielewi, basi wewe hujafika level hii. Kwa hiyo kuna trick nyepesi zimepita, ziangalie hizo, utazielewa. Na kuna masomo mengine mepesi yanakuja, angalia hiyo utaelewa. Huu mtandao wetu classes, T-Tools, Windows Tools,
umetuletea hapa option hapa, utasoma kwa maelezo yako kitu chochote. Kuna mitandao hapa Brave, Firefox, sijui ukitia tiki, then ukija upande huu ukirun zitadownloadiwa hapa. Pia utadisable kwa mfano staki sijui delete, staki hiyo disk run nini, select disable history activity then run. Ama kama utakuwa umeselect vitu vingi hapa, umefanya setting nyingi, basi utakuja hapa run shutter, itafungua. Kama kuna makosa yenye itajirekebisha 1 2 3 hivyo. Remove hii Xbox, remove one driver, remove nini, remove hapa vitu vingi hapa, set display nini, utaenda una disable nini, hiyo Microsoft Copilot disable. Yani hapa wewe uta select then disable background hub, umeshaona hivyo. Run, shuka hapa chini run, au kama utaona kuna makosa uta click hapa shut up, itafungua then hivyo. Mimi niko sawa, nitairun moja kwa moja. Xbox sijui nini, mimi nimeremove kwa sababu sina kazi nazo. Okay, imefanya kazi gani? Kazi yetu imefanya hii. Kwa mfano tunaitaka hii kazi tuisome baadaye, basi njoo hapa, njoo editing, select all, tuna copy ujumbe, then baada ya kuselect all tuna copy kazi, tunaenda kufungua katika faili la Microsoft, faili la Microsoft, and then tunakuja tuna paste, kwa maana tutakuja kuisoma baadaye. Labda hapa naandika tu PowerShell PowerShell info tu, kwa sababu nayo hapo info 1 na hiyo info 2. Tutakuja tawasha Microsoft yetu, tutapaste ule ujumbe, then tutausoma kwamba nini kilifanyika pale. Tutasoma baadaye katika hii peji hivyo. Niseme hapa triki hizi mbili zitakusaidia. Mtandao wetu wa kwanza ni huu, mtandao wetu wa kwanza ni ule GitHub, lakini hii class hata hapa pia inafanya hata kwenye hii GitHub, sio tu juu mtandao wa juu sawa, lakini hata hapa GitHub pia unaipata na inafanya kazi hiyo hiyo. Kumbuka huu mtandao ndo tumeingia mara kwanza katika kupata ile linki ya kuremove Copilot, umeshaona. Naye pia linki ndo hii, utaklik hapa PowerShell. Ukiona unielewi, basi wewe bado level hii hujaifikia, lakini watu wanaonielewa hapa washanielewa na nimewasaidia kwa kiasi kikubwa mno. Wale maadvansi walikuwa wajui wanajiprotect vipi na hizi AI, hapa watakuwa wamenielewa na watanishukuru sana, kwa sababu hii triki hii ni kukulinda wewe mtizamaji wangu, mfuatiliaji wangu, na kulinda na hii teknolojia hatari, na sio rahisi kama unavyozani wewe utaitoa, na sio kitu cha kizembe, kwa sababu walioweka wenyewe sio wazembe, na hata katika kuitoa
haitoki kizembe kama wewe unavyozania. Wewe tu chati na hizo chati GPT, chati na hizo Gemini uliza bila kujua ni nini. Sikukatazi, sisemi mbaya, lakini upande wa pili ni hatari. Usije ukafanya vitu vya ajabu haraka sana, hizo zinakuripoti. Na wote tumeshuhudia cloud AI ni jinsi gani imetumika katika kufanya shambulio kiongozi wa Irani. Kwa hiyo unaona, sio kitu cha kitoto, isipokuwa wewe mtu wangu wa kawaida utahisi mimi nafanya vitu kawaida vya kitoto, lakini si vya kitoto hata kidogo. Haya, niseme tu triki yangu leo imeishia hapa. Labda tu kwa kurudia chap. Kwa kurudia, unataka kulimove AI Copilot, andika remove, fungua browser yako, remove AI tools, remove window AI tools. Njoo hapa mtandao huu hapa GitHub, wenyewe unajieleza. Shuka chini, ile triki ya kwanza, shuka chini, ingawa hapa kuna maelezo hapa utayasoma yote, yanahusiana na hii kazi unayoifanya hapa. Hii inaenda kukusaidia kitu gani? Ushaona? Copy hii linki, andika hapo chini ya window PowerShell, run PowerShell administrator. Ukisharani PowerShell administrator, ile linki ipaste hapo, piga enter, click enter, bonyeza enter. Itakuja kama hivi, apply okay, lakini unaweza pia ukaselect app gani kwako itakusaidia, kwa sababu hizi app pia unaoletewa hapa ziko safe. Apply okay yenyewe inafanya hiyo kazi ya kulimove hizo Copilot AI. Lakini twende trick ya pili. Trick ya pili, njoo hapa, hakikisha uko na mtandao wa kutosha kama mimi hapa, manake vitu vyote unavifanya online. Andika hii Cris, Cris T tools, Windows tools, ndio mtandao huu wa juu kabisa. Click hapo, naye pia utasoma hapa maelezo kwa muda wako. Then utakuja kukopi linki na itakwambia run PowerShell administrator. Utairani hii katika nini? PowerShell administrator. Kwa hiyo utakopi na yenyewe hii, utakuja tuna run PowerShell administrator, and then tunakuja tunaipaste hapo, tuna paste hapo, ya paste hapo. Nayo pia tutaenda tutafanya setting zetu ambazo tunazihitaji hivyo. Hapa utadisable vitu ambavyo vihitaji mpaka chini, block sijui software nini, Adobe network na nini. Utaenda configuration, ni kitu gani una enable, kitu gani unataka ku enable, backup sijui nini, NTFS sijui file na nini hivyo. Update, unataka ku update au disable all update, maanake kuna mawindo zetu update ovyo na nini. Hiyo utakuja kama hapo, tuta disable. Hii haina masiara, ukiclick disable inamaanisha tuna disable kweli, tuna disable, sio masiara. Hapo nimeclick disable kama unavyoona disabled hizo, then restart hapo, kisha restart computer yako,
habari imeisha. Nimeshaona. Asanteni na kwaherini.